Tumeishia pale Sister yupo anakiuliza kitabu namna ya kuwasaidia wanakijiji wale kama anafahamu chochote. Kitabu kule kikamwambia Sister, hawa wanakijiji kuna kosa ambalo walilifanya likapelekea hawa wanakijiji wanaume wao wasiishi zaidi ya miaka 25. Sababu kubwa iliyopelekea hawa watu kupata laana hiyo ni kwamba miaka 200 iliyopita katika kijiji hichi kulikuwa na utaratibu wa mtoto yeyote wa kike atakapofikisha umri wa kubalehe basi lazima atafutiwe mwanaume wa kuishi naye na baada ya kuozeshwa lazima azae mtoto. Wanawake hao kumbuka wanabalehe wakiwa na umri mdogo sana. Hivyo wanawake wengi wakawa wanakufa pindi wakijifungua kwa kupata kifafa cha mimba au njia kutokufunguka. Lakini wanakijiji hawa hawakibalisha mila zao wakaziundeleza bila kujali afya za wanawake hao. Watoto hao wakawa wanahofia sana kubalehe sababu walikuwa wanajua endapo wakijulikana tu wamebalehe basi lazima waozeshwe. Wanaume wa kijiji hicho hawakujali kabisa kuhusu afya za watoto hao wenyewe, walichojali ni mila na tamaduni zao. Miaka ikazidi kwenda ila bado watoto hao wa kike wakawa wanazidi kupoteza maisha pindi wakijifungua au kupata magonjwa ya kudumu. Ila miaka 50 iliyopita kuna binti mmoja alipofikisha umri wa kubalehe, binti huyo hakutaka kabisa mambo ya kuolewa wala kuzaa. Yeye alitaka kutimiza ndoto zake na kufanya maisha yake ili afanikishe ndoto zake, ila kulingana na tamaduni zao katika kijiji hichi haikuwa hivyo. Baada ya wanakijiji hawa kufahamu kwamba binti huyo hataki kuolewa wala kuzaa, basi wakaamua kumfungia binti huyo ndani ili asije kutoroka na atakaa hapo mpaka atakapoolewa. Kweli binti huyo alifungiwa ndani kwa zaidi ya miezi 6 hadi alipopata mume wa kumwoa. Binti yule hakutaka kabisa kuolewa ila hakuwa na namna yeyote ya kufanya hivyo, ilibidi akubaliane na hali. Kweli baada ya kuolewa ililita kama miezi miwili binti yule. Akubaliane na hali. Kweli baada ya kuolewa ililita kama miezi miwili binti yule alipata mimba. Baada ya miezi 9 binti yule ilifika muda wa kujifungua. Kweli binti yule wakampeleka kujifungua ila kwa bahati mbaya pindi anajifungua akapoteza maisha kwa kutokwa na damu nyingi na njia kutokufunguka vizuri. Hiyo ikapelekea mama na mtoto wote kufariki. Ilikuwa ni tukio la kutisha sana katika kijiji hicho sababu mama pamoja na mtoto wote wamefariki. Wanakijiji wale wakaona ni kama mkosi umetokea katika kijiji chao, hivyo wakakubaliana binti yule aliyefariki pamoja na mtoto wake wachukuliwe na wazikwe mbali kabisa. Hawatakiwi kuzikwa katika ardhi yao. Watu walioambiwa kuifanya kazi hiyo ilikuwa ni wanaume. Wanaume ndio wakauchukua mwili wa binti yule pamoja na mwili wa mtoto yule. Walifanikiwa kufanya walichokitaka ambacho ni kumzika maporini binti yule pamoja na mtoto yule. Ilikuwa ni tukio la kutisha sana na lina huzunisha sana, ila wanaume wale walikaza roho na kufanya tukio lile. Baada ya kufabia hivyo, mzimu wa binti yule na mwanae ukaanza kuwaandama wanakijiji wa kiume wanaozaliwa pale katika kijiji hicho na kuwadhuru. Ni kama kisasi kinalipwa. Ikaanza tangia binti yule afariki tu, watoto wote wa kiume watakapofikisha umri wa kubalehe wanapoteza maisha. Hiyo ni kama kisasi cha mzimu ule. Sister akasema sawa kitabu, asante sana kwa kunipa historia ya kitu kilichotokea. Sasa naomba utuambie tufanye nini ili hii laana itoke hapa. Kitabu kikasema kitu kinachotakiwa kufanya ni kidogo tu. Wanakijiji wa hapa wanatakiwa kuiacha hii mila na tamaduni ili wanaume wao wawe salama, waache kuwaozesha mabinti wadogo na kuwazalishwa. Hii itawafanya mzimu huo waache kuwawinda sababu ile tabia imeisha. Sister akasema ni hivyo tu wanachokatikiwa kukifanya. Kitabu kikasema pia wanaume wote wanatakiwa kuomba msamaha kwa mwili wa binti yule. Kweli wanakijiji wa pale wakaambiwa hali halisi na kitu kilichokuwa kinawasumbua kwa muda mrefu. Hivyo wanakijiji wale wakakubaliana ili kusaidia maisha ya vijana wao, wakabidi kusitisha ile mila na zile tamaduni zao za zamani. Basi wakafanya vile. Pia kitu kingine kitabu kiliwaambia waweze kuomba msamaha mwili wa binti yule ili asiwe na makasiriko huko alipo. Kweli wanakijiji wakafanya kama kitabu kilivyowaambia na kweli ile hali ikaisha kabisa. Ni kitu kilichowasumbua kwa muda mrefu sana, ila kama miujiza ile hali ikaisha kabisa. Sister akawa amekamilisha ile adhima iliyomfanya awe pale na hatimaye akaendelea na safari yake ya kuelekea katika ufalme wa kusini. Sister yupo njiani na kile kitabu. Sister akakiuliza, hivi kwa nini inatokea? Unajua kila kitu na cha ajabu kabisa, unajua hadi namna ya kusovu matatizo makubwa tena ambayo unakuta watu wengi wanashindwa kuyasovu. Kitabu kikamwambia, mimi na uwezo mkubwa sana kuliko unavyofikiria. Basi wakazidi kwenda safari yao. Hatimaye Sister akajikuta ameumaliza msitu wote. Alifurahi sana kuona sasa hata kutanana na vitu vya ajabu kabisa. Ile Sister ameumaliza msitu cha ajabu, akakutana na jangwa moja kubwa sana. Kuna joto kali pamoja na jua la kutosha linaloweza kukufanya hadi uchanganyikiwe.
Ubaya zaidi haoni hata sehemu ya kujikinga. Sister akaona bora ile safari aianzishe ikifika mida ya usiku, ni bora sasa hivi apumzike na baadaye ndio aanze safari. Sister kweli akapumzika hadi ilipofika mida ya usiku. Sister ndio akaanza safari. Kumbuka anaenda kwa msaada mkubwa wa kitabu. Kitabu ndio kinafanya kazi kama ramani, lakini pia ndio chanzo chake kikubwa cha kupata chakula. Kitabu kile kilikuwa na uwezo wa kuleta chakula kwa miujiza. Sister akazidi kwenda mbele, kusogea kwenye jangwa lile. Kulikuwa ni usiku sana, ila kumbuka jangwani usiku huwa kuna upepo mkali sana unaosababisha baridi kali, kutokana na hakuna mawe ya kuzuia upepo ule. Hivyo Sister alikuwa akipigwa na upepo mkali sana. Hakutetereka, alizidi kwenda na safari yake na hakujali kabisa kuhusu afya yake. Kikubwa alikuwa anataka akamilishe adhima yake. Amezidi kusonga na safari. Ilifika hatua hadi Sister akachoka sana, akaona bora apumzike, kesho aendelee na safari. Kweli Sister akapumzika vizuri jangwani pale. Asubuhi imefika. Sister akaamshwa na jua kali linalochomoza mida ya saa 1 za asubuhi. Ni mapema sana, ila jua lile lilikuwa ni kali kama la mishale ya saa 7. Alishangaa sana kuona ni mapema sana ila jua ni kali sana. Basi Sister akakiomba chakula kitabu kile, na kwa bahati nzuri, kwa miujiza, kitabu kile kikaleta chakula na Sister akala chakula kile. Akaendelea na safari Sister kutafuta ufalme wa kusini. Anakumbuka akiambiwa na bibi yule, ukililita yu jangwa la njaa basi utafanikiwa kufika katika ufalme wa kusini. Sister yupo njiani, haoni hata sehemu moja ya kujikinga. Kila sehemu kuna jua kali, hakuna hata sehemu ya kupumzika. Sister akazidi kuchoka, kujumlisha na mavazi anayovaa ni mazito, hivyo yanapelekea kusikia sana joto na kuchoka. Alifika sehemu kuna mawe makubwa, akaona acha jua la mchana aliache lipite mida ya saa 10 aendelee na safari yake. Sister akapumzika. Kwa bahati mbaya akayokea nyoka ambaye alikuwa majificha katika michanga maneno ya pale. Ile kusogea nyoka yule akajua ni adui, hivyo akamvamia haraka sana Sister. Kutahamaki nyoka yule akamgonga mguuni. Kwa mshtuko Sister aliogopa sana kuona kitu kile, sababu hakuna mtu atayeweza kumsaidia jangwani pale. Sister alipata mawenge pale pale na akaanza kuona ukungu pamoja na kichwa kuanza kuuma. Sister alipata mawenge pale pale akadondoka na chini. Je, unadhani huu ndio mwisho wa Sister au la? Basi usiache kunifollow na kuandika part 6, ila usiache kusubscribe YouTube yangu ili uwe wa kwanza kupata stori zetu.